It seems that 90% of Gen Zs and Kenyans, they have made up their mind that Ruto must go. Jinsi ambavyo inaonekana, 90% ya wananchi wa Kenya pamoja na vijana wamekwisha amua kwamba rais wetu wa taifa letu la Kenya ingekuwa ni vizuri aongoze kwa miaka 5 pekee, aenda apumzike nyumbani, alafu maybe akirekebisha watamrudisha hapo mbeleni, ila sio mwaka 2027. Ninazungumza nini wapenzi watazamaji? And by the way, mimi simchukii rais. I'm just doing my work to inform you what is happening in Kenya. Mnamo siku ya Jumamosi jioni tarehe 22 Machi mwaka 2025, msanii tajika kutoka Mount Kenya, Samido, afisa wa polisi. Do you know that Samido ni afisa wa polisi? Samido alikuwa na tamasha katika mkahawa mmoja upande wa Meru County, tamasha ya usiku katika mkahawa wa Spring Wells Hotel Igembe Central, Meru County, mahala ambapo alikuwa anaenda kutumbuiza Wakenya. Unajua kuna Wakenya ambao wanasema kwamba baada ya kuwa na stress nyingi kwa wiki, ni kipindi ambapo wanajiburudisha. So katika ule mkahawa, Samido alipokuwa anaendelea kuimba, wananchi waligeuka na kuanza kuimba Ruto must go. Hapa ni upande wa Meru County, na rais anatarajiwa kuja kuzuru Meru County. Gachagua did not pay these guys to sing Ruto must go. They were enjoying. At the middle of enjoyment, they saw it is better to sing Kenyan national anthem of Ruto must go, because I saw some people claiming that from now henceforth wimbo wa taifa wa Kenya unapaswa kuwa Ruto must go. Niliona Wakenya wengine wakisema hivyo kwenye mitandao ya kijamii. So wakiwa wanajiburudisha upande wa Meru, wakaona ni vizuri waweze kuimba wimbo kama huo. Na hapa ndipo raisi anatarajiwa kuzuru kuanzia tarehe 31 Machi mwaka 2020 na ngapi? Na 5. Kama wameanza sasa hivi, what will be the reception? What will be the reception? You know, President Ruto alianza kusplit eneo la Mlima Kenya into 2 parts. Kama Mount Kenya West wamemkataa, wacha yeye aweze kujivunia ushabiki upande wa Mount Kenya East, mahala ambapo Rigathi Gachagua anatoka. Lakini inaonekana kwamba kwa wanasiasa wao wanasema kwamba wako na Mount Kenya East, lakini kwa wananchi wao wanasema kwamba Mount Kenya iko united, because if this is Mount Kenya East, Meru singing Ruto must go, what do you think will happen in Mount Kenya West, where Rigathi Gachagua comes from? Because let's assume now Mount Kenya East is where Kithure Kindiki comes from. Mount Kenya West is where Rigathi Gachagua comes from. But it seems that both the Mount Kenya East and the Mount Kenya West, they have one problem. Ruto must go. And you can't imagine that
Once a time, President Ruto was the darling of Mount Kenya. You can't imagine that. Once a time, President Ruto was loved by Mount Kenya at large. Mount Kenya did not even know there was Mount Kenya East and Mount Kenya West. Why do you think President Ruto is getting this? Why do you think President Ruto is receiving bad reception? President Ruto anapokea mambo kama haya kipindi ambapo anatarajiwa kuzuru eneo la Mlima Kenya, kipindi chochote kwanza sasa hivi. Why do you think this one is happening? Piga subscription, like video, bonyeza kengele, tusonge mbele kwa utaratibu. Number 1, I think the common issue which is affecting both Mount Kenya West and Mount Kenya East and the Gen Zs at large, it is because of unemployment. Because of unemployment, Ruto is going to get hard time in Mount Kenya. Gen Zs wao hawana ukabila. They see their problem, their big problem is Mr. Ruto. They are seeing their big problem is Mr. Ruto. And that is the reason as to why they are singing Ruto must go. Hawana kazi. Wengine wao waliweza kuahidiwa kipindi ambapo walikuwa university na Rais Ruto, wakampigia kura akiwaambia kwamba atawaundia ajira. Wamemaliza, wengine wamemaliza wakiwa madaktari, wengine wamemaliza wakiwa engineers. Wanaambiwa kwamba inapaswa uweze kuweka hiyo certificate yako ya udaktari kidogo kwanza kwa sanduku. Weka hiyo certificate yako ya udaktari kwanza kwa sanduku, ama certificate yako ya teaching kwa sanduku. Tunataka ukopeleka Saudi Arabia kwa sababu kazi ni kazi. Uende kuosha mitaa, uende kuokota makaratasi pale, uende kufanya kazi ya welding pale, uweze kupata kazi, yani uweze kupata pesa. Of course hiyo ni kazi, sio mbaya, lakini unajua these young men wanataka ile kazi ambayo waliweza kusomea. Mtu alienda akasomea ICT, anataka umpe kazi ya ICT, akuwe expert there. That is what we call specialization. Lakini sasa Ruto yeye anataka kuwapeleka aende kuwafanyisha kazi za utumwa. Number 2, I think it is because of Rigathi Gachagwa's impeachment. Mambo na Rigathi Gachagua kuondolewa mamlakani, hata kana kwamba wanamtumia goons hapa na pale waweza kumkimbiza, inaonekana kwamba iliweza kuaffect watu wa Mlima Kenya. Mambo na Gachagua impeachment inaonekana kwamba haikuweza kuwafurahisha watu wa Mlima Kenya. Walikasirika sana. So, Rais Ruto sijui atakuja kupokelewa kivipi eneo la Mlima Kenya kipindi ambapo anazidi kujiandaa kuelekea eneo lile. Ikizingatiwa kwamba eneo lile ni la Gachagua. So because of Rigathi Gachagwa's impeachment, bado kuna wale ambao yani wanasema kwamba Gachagua ni wetu. So hata kama ulimtoa Gachagua bado ni wetu. Na waliweza kusikia vibaya sana kipindi ambapo Gachagua aliweza kujiondoa ama aliweza kuondolewa kutoka kwa serikali. Number 3 na ya mwisho, I think it is because of President Ruto's continuous lies, and President Ruto has become too common. Unaona Rais Ruto akiwa Mombasa anayasema haya, Rais Ruto akiwa Kisii anayasema the same thing. Ruto anadanganyana hapa na pale, anamwambia nitawatafutia kazi hakuna. Ushuru nitapunguza, hajapunguza. So mambo kama hayo ndio yanasababisha Rais Ruto anakataliwa. Sijui wazo lako ni lipi? Tupatane kwa kanda ijayo wapenzi watazamaji.